Leo nitakuonyesha umuhimu wa mmea huu wa mvumbas ama wengine wanaita lumbalumba, hasa maeneo ya kanda ya Ziwa, lakini pia wengine wanaita ni mmea wa kivumbas. Mmea huu una maajabu makubwa katika kutibu kuku, lakini pia kuongeza uzalishaji wa mayai na kuboresha ubora wa nyama pamoja na kuongeza uzito kwa kuku. Na ukijua namna ya kuandaa vizuri na kumpatia kuku wako kama matibabu au kama kinga au kama booster, utanufaika na kupata faida kubwa kwa kuku wako. Lakini pia mmea huu kama nilivyosema, mmea huu wa mvumbas kwa Kiingereza unaitwa whole basil au Talus. Mmea huu jina la kisayansi unaitwa Osmium tenuifloram, na mmea huu na compound ambazo zinaifanya huu mmea uweze kufanya kazi hizo za kupambana na magonjwa kama antimicrobial, antibacteria, antivirus pamoja na anti-inflammatory na antioxidant. Zipo compound kama vile eugenol. Eugenol inapatikana katika mafuta maalum yaliyomo kwenye majani ya mmea huu wa mvumbas au Talus au mmea wa lumbalumba kwa watu wa kanda ya Ziwa. Na hivyo haya mafuta yaliyomo humo yanafanya kazi ya antimicrobial pamoja na antioxidant. Lakini pia ina apigenin, urusolic acid na rosmarinic acid. Hizi zote zinafanya kazi ya kupambana na uvimbe, kupambana na mioto kama antioxidant na anti-inflammatory. Lakini pia inasaidia katika kuboresha uzito kwa kuku. Ukimpatia kuku wako compound hii inaweza inaenda kuboresha uzito kwa kuku. Lakini pia na compound nyingine inayoitwa canosol, lakini nyingine inaitwa cismaritin na cisliniol. Zote hizi ni antioxidant pamoja na anti-inflammatory compound. Compound hizo kwa ujumla zinafanya kazi kuu tatu kama nilivyokuwa nikitaja katika kila compound. Kazi ya kwanza ni antioxidant, yani inapambana na mioto pamoja na kuzuia seli wasiweze kufa ama kushambuliwa na free radicals. Na tuangalie pia umuhimu wa compound hizi katika kufanya kazi ya antioxidant. Antioxidant inafanya kazi ya kuboresha afya, lakini pia kupambana na free radicals kama nilivyosema. Lakini pia antioxidant hizi zinaongeza uzalishaji pamoja na uzalianaji wa kuku. Antioxidant zikiungana pamoja na virutubisho vingine zinaboresha ukuaji, zinaongeza ukuaji, lakini pia uzalishaji wa mayai na uzalianaji pamoja na uzalishaji kwa kuku kwa ujumla. Lakini pia hizi antioxidant zinaboresha ubora wa nyama kwa sababu zinafanya kazi ya lipid oxidation katika nyama na kusababisha nyama ya kuku iweze kuwa na ladha nzuri pamoja na rangi inayovutia kwa watumiaji. Lakini pia hizi antioxidant zina kazi ya kuondoa stress kwa kuku, ambazo hizo stress zinaweza kusababishwa na joto kali au kusafirisha vifaranga au kuku kwa muda mrefu. Kwa hiyo antioxidant zilizomo kwenye mmea huu wa mvumbas zinafanya kazi hiyo ya kuondoa stress pamoja kwa kuku ambao wamepata stress. Lakini pia inaongeza ubora au ufanisi wa chakula. Katika kazi hii mmea huu unaboresha antioxidants katika mmea huu zinaboresha umeng'enywaji pamoja na utumikaji wa nishati au virutubisho vilivyomo katika chakula cha kuku wako. Kwa hiyo ukimpatia kuku wako kazi majani haya kama nitakavyokuelekeza namna ya kuyatumia kwa kuku, itakusaidia sana kuboresha kuku wako. Lakini pia umuhimu mwingine, compound zingine ambazo zinapatikana katika majani haya ya mvumbas au Talus ni pamoja na madini. Kuna madini mbalimbali yanayopatikana kwenye mmea huu. Madini hayo ni pamoja na madini ya calcium. Haya yanasaidia katika kuboresha mifupa pamoja na ganda la mayai kwa kuku wako. Lakini pia ina madini ya zinki ambayo ni muhimu kwa ajili ya utengenezwaji wa protein pamoja na kuboresha kinga
kwa kuku wako. Lakini pia kuna madini ya magnesium. Madini haya yanasaidia utendakazi wa misuli kwa kuku wako, lakini pia katika uzalishaji wa nishati. Lakini pia kuna madini ya potassium. Madini haya yanasaidia kuboresha vimiminika au fluid balance pamoja na mfumo wa neva katika mwili wa kuku. Lakini pia kuna madini ya chuma. Haya madini yanasaidia katika uzalishaji wa seli nyekundu za damu pamoja na uzalishaji wa seli na usafirishwaji wa oxygen katika mwili wa kuku, na hivyo kusaidia hewa kufika katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kazi kazi ya kuvunja chakula na nishati kwenye mwili katika mfumo huo. Kwa hiyo madini ya chuma yanasaidia sana katika kuongeza hizi seli nyekundu za damu pamoja na usafirishwaji wa oxygen. Lakini pia vitu vingine vinavyopatikana katika majani haya ya mvumbasi ni pamoja na vitamini. Mmea huu una vitamini nyingi kama ifuatavyo. Vitamini A ni nyingi pamoja na vitamini C na vitamini K. Vitamini A inasaidia katika kuona. Kama kuku wako wanasumbuliwa na matatizo ya upungufu wa vitamini A, na matatizo haya yanatokana na jicho kuvimba au kutoa machozi. Ukiona dalili hiyo, usifikiri kwamba hiyo ni dalili ya moja kwa moja ya mafua, pengine ni ukosefu wa vitamini A. Kuku wanashindwa kuona vizuri, macho yanavimba au wanapata upofu. Kwa hiyo suluhisho kubwa, tafuta vitamini A, vitu vya kula vyenye vitamini A nyingi. Moja wapo ni majani haya ya mvumbasi ambayo yana vitamini A nyingi ambayo inasaidia vision au kuona kwa kuku wako pamoja na kuboresha kinga ya mwili na ukuaji wa seli. Lakini pia vitamini C ni nyingi ambayo hii pia ni antioxidant imara kwa kuku na inatumika katika kuboresha au kuongeza kinga kwa kuku pamoja na kulinda seli zisiweze kuharibiwa ama kufa. Kwa hiyo hii vitamini C ndio inayotumika hasa kuboost na kuongeza kinga. Lakini pia ina vitamini K ambayo hii inasaidia katika kuifanya damu igande endapo kuku wako atapata majeraha. Kwa hiyo mvumbasi pia unasaidia kupata kuongeza vitamini K kwa wingi kwa kuku wako. Lakini pia madini haya, nikukumbushe ndugu mtazamaji na mfuatiliaji, ni kwamba hizi yana wingi wa vitamini C pamoja na zinki, ambazo hizi ndizo compound za asilia ama vitamini asilia zinazopatikana kwa wingi katika mmea huu kwa ajili ya kuboresha na kuongeza kinga kama booster ya kinga kwa kuku wako. Kwa hiyo huku mwisho nitatoa maelekezo namna ya kuiandaa mimea hii au mmea huu pamoja na kuchanganya na mimea mingine kwa ajili ya kuboresha kinga na kutibu magonjwa kama nilivyosema, magonjwa ya mfumo wa hewa, magonjwa kuboresha utagaji, kuongeza uzito pamoja na matatizo mengine. Lakini sasa tuangalie faida za jumla za kumpa kuku wako majani ya mvumbasi. Faida ya kwanza ni kwamba tumesema inaboresha ukuaji na lakini pia kuongeza uzito. Inaboresha ukuaji na kuongeza uzito kwa kuku, lakini inaongeza kinga kutokana na zile bioactive compound zilizomo kwenye mmea huu wa mvumbasi. Ni kwamba zinatumika sana katika kuimarisha na kuboost kinga kwa kuku, na vile vile kama tulivyosema sifa zile za antioxidant, antimicrobial, antibacteria, antivirus pamoja na anti-inflammatory activity. Hizi zote ni sifa ambazo zinasaidia kuondoa uvimbe, kutibu magonjwa mengi ya wadudu wadogo kama vile bakteria, magonjwa mengi ya virusi pamoja na protozoa ambao wanasababisha magonjwa kwa kuku. Kwa hiyo mmea huu unasaidia sana kupambana na vitu hivyo, bakteria, virusi, protozoa pamoja na wadudu wengine. Lakini pia mmea huu unatumika kama mbadala wa antibiotics. Ukijua namna ya kutumia, hautahangaika na madawa ya madukani, badala yake utatumia mmea huu wa mvumbasi kama kinga, lakini unachanganya na vitu baadhi. Lakini pia umuhimu mwingine ni kwamba mmea huu unatumika katika kufukuza wadudu katika banda lako, kwa mfano mbu
ukitumia majani ukiyatwanga na kuyaweka kwenye maji kisha unapulizia banda lako, inasaidia kuua na kufukuza wadudu mbalimbali kama vile mbu, viroboto pamoja na wadudu wengine. Mbu kumbuka ndio wanao sambaza ugonjwa wa ndui wakati wa masika. Kwa hiyo mbu aking'ata kuku aliye na ndui akienda kung'ata kuku ambaye hana ndui anasambaza ugonjwa huu. Ukipulizia majani haya itakusaidia kufukuza mbu pamoja na wadudu wengine. Huo ni umuhimu mwingine wa mmea huu wa mvumbasi. Lakini sasa nikupeleke moja kwa moja katika namna ya kutumia mmea huu kutibu kuku magonjwa mbalimbali pamoja na faida zake katika kuboresha uzalishaji. Cha kwanza nitakuonyesha jinsi ya kutibu magonjwa ya mfumo wa hewa au respiratory disease. Ili kutengeneza au kutibu respiratory disease unatakiwa kutafuta majani ya mmea huu pamoja na asali mbichi na tangawizi. Baada ya kupata majani unatakiwa uchume majani na uyakaushe sehemu isiyo ya jua. Uyakaushe kivulini kisha tafuta asali pamoja na tangawizi. Katika kutibu sasa unatakiwa uchukue majani haya kwa kiwango kifuatacho. Katika kutibu mafua makali tafuta majani gramu 10 makavu yaliyosagwa, uongeze na asali mililita 100 pamoja na tangawizi gramu 50. Kisha itwange hiyo tangawizi uchanganye kwenye asali na majani hayo ya mvumbasi na uyaloweke kwenye maji lita 5. Uwape kuku wanywe kwa muda wa siku 5 mpaka siku 7. Utahakikisha ya kwamba mafua yamewaacha kuku wako. Lakini hayo ni mafua sugu, yani chronic respiratory disease. Inatibu pia mafua makali, yani infectious coryza disease. Ili kutibu infectious coryza disease tafuta majani haya ya mvumbasi gramu 30 au viganja 3, karafuu gramu 5 pamoja na chumvi gramu 20. Iloweke hiyo chumvi na karafuu na maji na majani hayo yaliyokaushwa na kusagwa kwenye maji lita 5. Wapatie wanywe kwa muda wa siku 5 mpaka siku 7. Utahakikisha ya kwamba mafua makali yamemwacha pamoja na yale mauvimbe yanayotokea kwenye macho yatakuwa yamepona. Lakini pia mvumbasi unatibu kushindwa kupumua kwa kuku. Ili kutibu fuata maelekezo yafuatayo kwa ajili ya kutibu kushindwa kupumua kwa kuku. Kuku ambao wanakuwa wanadaka hewa au wameshindwa kupumua, wanakoroma na kuvuta hewa kwa shida. Chukua majani haya ya mvumbasi au tals gramu 30 au viganja 3. Chukua chumvi gramu 5 pamoja na pilipili kichaa gramu 5. Sasa unatakiwa uyaloweke yale majani ambayo yamesagwa au kama ni mabichi uyatwange. Kisha uchukue maji robo lita uyaloweke humo kwenye maji robo lita na umnyweshe au wanyweshe kuku hao ambao wana shida hiyo ya kupumua kwa muda wa siku 2 mpaka siku 3 au siku 5. Utaona wanapumua vizuri. Lakini pia kutumia mmea huu wa mvumbasi katika kuongeza kinga pamoja na uzito kwa kuku. Tafuta majani haya ya mvumbasi gramu 30, majani makavu yaliyosagwa kama nilivyowaelekeza hapo nyuma pamoja na unga wa mlonge gramu 30. Tafuta maji lita 5 uloweke na uwape uwanywe kwa muda wa siku kwa wiki, wapatie mara 2 hadi mara 3. Au unaweza ukachukua gramu 5 ya mchanganyiko huo ukaweka kwenye kilo 1 ya chakula. Yani mchanganyiko wa majani gramu 30, mlonge gramu 30, ukiuchanganya kwa pamoja na uchote sasa gramu 5 uweke gramu 5 ya mchanganyiko huo uweke kwenye kilo 1 ya chakula. Hii itaboresha kinga pamoja na kuongeza uzito. Kwa ajili ya kuboresha utagaji kwa kuku wako unatakiwa sasa utafute majani au unga wa majani haya ya mvumbasi gramu 10, binzari manjano gramu 5 pamoja na unga wa mlonge gramu 10. Kisha uloweke kwenye maji lita 10 na wapatie kuku wako wanywe kwa wiki, wapatie mara 2 hadi mara 3. Na kama walikuwa watagi kabisa wapatie kwa muda wa siku 5 mfululizo. Kisha wapumzishe kwa wiki, unakuwa unawapatia mara 2 hadi mara 3 kwa ajili ya kuboresha utagaji kwa kuku wako. Au unaweza kuloweka mchanganyiko huo kwenye maji robo lita, kisha unachukua
2 ml kwa lita.